Kama umeshamaliza kutengeneza akaunti yako kupitia Gala Merchant app, sasa hivi kuna taarifa ambazo itakubidi wewe uweze kuziongeza kwenye mfumo wa Gala. Sasa ninakushauri ni vyema ukatumia labda kompyuta yako au unaweza kutumia tablet yako ili kuweza kupata urahisi zaidi wa kuongeza taarifa za ziada kwenye mfumo wa Gala. Kwa hiyo ukiingia kwenye website ambayo ni www.gala.tz, moja kwa moja utaona kuna sehemu hapa upande wa kulia kuna sehemu imeandikwa ingia. Kwa hiyo tunatakiwa kubonyeza hii sehemu ili tuweze ku log in kwenye akaunti yetu ile ambayo tumeweza kuitengeneza kupitia Gala Merchant app. Kwa hiyo utabonyeza hapa ingia, halafu moja kwa moja itakuleta kwenye ukurasa ambao hapo unatakiwa kuweza kuandika taarifa zako ili uweze kuingia kwenye dashboard ya Gala. Kwa hiyo hapa nitaingiza taarifa zangu. Kisha ingiza taarifa zako, watatuma OTP codes au verification codes kwenye namba yako ya simu ambayo ulitumia kujisajili na Gala, lakini pia watakuwa zimetumwa hizo namba pia kwenye email ambayo pia uliweza kuitumia kujisajili na Gala. Kwa hiyo nitaangalia kwenye email yangu kama kuna OTP hizo ambazo zimetumwa. Nitaziingiza OTP, alafu kama OTP sio zenyewe itakukatalia. Nitakopi zile OTP, alafu nitakuja kuziingiza moja kwa moja, itakupeleka kwenye dashboard yako ya Gala, ndipo ambapo utakuwa na uwezo wa kumanage mwenendo wa biashara yako. Kwa hiyo kwa leo tunatakiwa kuweza kuongeza taarifa zingine za msingi sana kwenye biashara yako. So upande wa kushoto kwenye hii dashboard ya Gala, upande wa kushoto chini kuna sehemu imeandikwa settings. Bonyeza hiyo sehemu ya settings, alafu utafunguka kurasa ambao hapo tutadeal na vitu tofauti kama kuweza kuongeza taarifa zingine za ziada za biashara yetu, lakini pia kuweza kufanya integration ya biashara yetu pamoja na integration za malipo. Kwa hiyo kwa sasa hivi wacha tuanze kwa kuongezea nyama kwenye biashara yetu hii. Biashara yetu jina lake ni hii hapa, shop name yetu ni SayBiz, lakini pia hapa kwenye business description ni sehemu ya msingi sana kwa sababu mfumo wa Gala unatumia akili unde, yani AI, kuweza kuwasiliana na wateja wako. Kwa hiyo mfano mtu akitafuta biashara yako kupitia WhatsApp na kuulizia taarifa juu ya biashara yako, business description information ambazo tutakuwa tumeziweka hapa ndio zitachangia kuweza kumpa majibu sahihi huyo mtu ambaye atakuwa anaulizia kuhusu biashara yako kupitia namba ya simu. Kwa hiyo hapa itabidi tuweze kuandika content au taarifa ambazo ni detailed na zinajieleza kwa AI ya Gala kuweza kuelewa namna ambavyo itakuwa inamjibu mteja wako ambaye atakuwa anakuja kwenye WhatsApp namba yako na kuweza kuuliza vitu tofauti kuhusiana na biashara yako. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa nimeshaandika pembeni, kwa hiyo nitapaste tu hizo information. Muona business description yangu mimi ni ndefu sana. Kwa msaada wa AI, ChatGPT na vitu vingine vitakusaidia wewe kuweza kuandika business description ambayo ni ndefu sana, kiasi kwamba itakuwa ni rahisi sana kwa Gala kuweza kuelewa zaidi biashara yako. Kwa hiyo kitu kingine ambacho hapa inabidi tuweze kuongeza kwa leo, tuongeze pia logo. Unaweza kubonyeza sehemu ya logo, alafu itafunguka hii pop-up. Sasa kuna sehemu hii ya album, lakini pia kuna sehemu ya upload new images. Kwa hiyo bofya hapo upload new images, alafu njoo hapa kwenye drag and drop to upload au browse. So bonyeza browse, itafunguka kompyuta yako ili uweze kuchagua logo ya biashara yako kutoka kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo imeshafunguka hapa, ndio niko mimi natafuta logo yangu. Ikisha maliza kuupload,
itakubidi wewe uweze kubonyeza hichi kitufe upande wa kulia chini ambacho kimeandikwa upload selected files. Kwa hiyo ukishabonyeza hapo ita upload, alafu itahamia hapa kwenye hii section ya album. Hapo ndipo ambapo utakuwa unaona picha zote ambazo utakuwa umeweza kuzi-upload kwenye mfumo huu wa Gala. Kwa hiyo hii ndio nataka iwe logo yangu, kwa hiyo nitaiweza kuichagua, alafu nitarudi hapa chini na kubofya hiyo button ya add selected images. Kwa hiyo baada ya kubonyeza add selected images, moja kwa moja hapa kwenye dashboard yangu naona ukurasa unaanza kupendeza, na sasa hivi logo yangu tayari imeshakaa hapo. Kwa hiyo nitaenda kwenye hatua nyingine, lakini kabla ya kwenda kwenye hatua nyingine ninatakiwa kusave. Yani kusave ni hatua ya msingi sana ambayo hautakiwi kuweza kuisahau. Kwa hiyo hapa juu upande wa kulia kuna hichi kitufe au button ya save. Kwa hiyo bonyeza save. Kisha kuwa imesha save, ndivyo hapo utakuwa na amani ya kusema ngoja niendelee kwenye hatua nyingine, ambayo hatua nyingine ni kuweka location ya duka lako. Kwa hiyo unaweza kuandika location ya duka lako. Duka langu mimi linapatikana hapa, au kama haujui location duka lako, unaweza tu kubonyeza hichi kitufe cha current location, alafu moja kwa moja mfumo utatambua duka lako liko wapi, kama unafanya hizi settings ukiwa kwenye duka lako. Kwa hiyo itaweza kutambua duka lako liko maeneo gani. Itakuwa ni rahisi sana kwa watu wanaofanya pickup ya deliveries kuweza kujua duka lako liko wapi na kuja kuchukua bidhaa na kuweza kuzisupply kwa wateja. Kwa hiyo ukishamaliza kutengeneza location au kuweka location, bonyeza save tena. Baada ya kuwa tumesha save location, tunazidi kushuka chini hapa. Hapa ni lazima tuweze kuweka taarifa zingine za ziada ambazo zinajumuisha namna ambavyo biashara yako ilivyo. Kwa ushauri tu hapo, unaweza kuweka vitu kama company profile ya biashara yako. Unaweza ukaweka document yote ile ambayo ina taarifa za msingi sana ambazo zinahusu biashara yako, lakini pia unaweza kuweka hata taarifa ambazo zinachambua products moja moja za biashara yako, na document yote ile ambayo unaamini inaweza kusaidia mfumo huu wa Gala kuweza kuelewa biashara yako kwa ujumla, ili iwe rahisi kwa wateja wako kuweza kuelewa nini hasa biashara yako ina deal navyo. Kwa hiyo mimi hapa nitakuja kuchagua documents ambazo nimeshazitengeneza kwa ajili ya biashara yangu. Nitachagua document ya kwanza hii. Nitakuja kuchagua document tena nyingine. Mbili kwa sasa hivi kwangu mimi zinatosha kwa sababu ziko detailed. So baada ya kuwa nimesha upload hizo document mbili, mimi nitabonyeza tena save. Save ni hatua msingi sana. Ikisha kuwa umesha save hizo shop documents, inakuja kwa hatua nyingine ambayo ni shops opening hours. Hapa ni simu ambayo inakubidi wewe kuweza kuweka ni muda gani unafanya kazi, ni muda gani unatoa huduma. Kama unafanya kazi masaa 24, unaweza tu kuachia hapa open 24/7. Lakini kama hufanyi kazi masaa, duka lako haitoi huduma au halifanyi kazi masaa 24, unaweza kaantiki hapa, alafu ukaanza kubadilisha kwamba unafungua muda gani na unafunga muda gani. Mimi nafanya kazi masaa 24, kwa hiyo nitaiacha hivi. Alafu itatubidi tuweze kuanza preview kuanza kazi yetu, kama tumeweka informations ambazo ni sahihi. Ikiwa umemaliza hapo, hatua nyingine ni kwenda hapa kwenye business profile. Kwenye hapa business profile inaonyesha summary kidogo ya biashara yako, jina la biashara, lakini pia inaonyesha business email ambayo ulitumia hasa kujisajili na mfumo wa Gala, lakini pia inakuonesha business phone number yako ambayo ulitumia kuweza kujisajili na Gala. Bila kusahau hapa itatubidi tuweze kuongeza business address ya biashara yetu. Kwa hiyo hapa tuko Bongo, Taifa Tanzania. Baada ya kuwa tumesha weka taarifa za
duka letu kwamba linapatikana wapi, hakikisha kwamba una save, alafu tunafuata hapa kwenye hatua nyingine ya integrations. Kuunganisha duka letu na mfumo wa malipo ni rahisi sana. Sasa unakwenda hapa kwenye payment service provider, alafu hapo tunaona kuna mobile, kuna card, kuna benki. Hapa ndipo ambapo tunaweza kuchagua au kudecide namna ambavyo tunakuwa tunapokea malipo. Twende na hii mobile, alafu tuweze ku add mobile payment method. Hapa unatakiwa kuchagua Ghala kama payment service provider wako. Baada ya kuchagua hapo, itatubidi sisi kuweza kuandika TIN number ya biashara yako, lakini pia itakubidi kuweza kuupload cheti cha TIN number, yani TIN number certificate. Kwa hiyo hapa nitaandika TIN number, alafu pia utapata kwenye hatua hii ya kuupload TIN certificate, ambapo utachagua TIN certificate kutoka kwenye kompyuta yangu hii. Hapa nikishamaliza kuiweka, nitabonyeza save. Kisha save, hii ni hatua mojawapo kubwa sana unakuwa umepiga, inabidi ujipongeze. So hatua nyingine ni kuweka taarifa zingine ambazo zitaweza kutambua wewe kama mfanya biashara. Sasa hapa kwenye ID details kuna ID 3 ambazo Ghala inazipokea. Inapokea NIDA number, inapokea passport, lakini pia inapokea leseni ya udereva. Kwa hiyo kwa sasa hivi twende na NIDA. Nitachagua national ID, alafu pia nitakuja hapa, nitaweza kuingiza NIDA namba yangu. Hapa nitaingiza NIDA namba yangu, then inabidi niweke majina ambayo yanasomeka kwenye NIDA. Andika jina lako la kwanza, lakini pia na jina la mwisho. Utafuata kwenye hatua ya kuweka tarehe yako ya kuzaliwa ambayo inaendana na tarehe ambayo inapatikana kwenye NIDA. Utachagua gender, alafu pia utatakiwa kuweza kuupload copy ya kitambulisho chako cha NIDA au kitambulisho ambacho wewe umechagua kukitumia hapa wakati unajisajili. Ukishamaliza kuupload kitambulisho chako, bonyeza save. Hapo tumefanikiwa kuupload kitambulisho chetu, lakini kuna hatua nyingine ya kuweka business license. Hapo itakubidi wewe kuweza kuandika namba ya leseni ya biashara yako, lakini pia itakubidi kuweza kuupload. Ukiwa tayari umeshajiridhisha, nenda bonyeza hii button ya submit. Ukisha bonyeza button ya submit, status itabadilika na kuwa under review. Kwa hiyo wahudumu wa Ghala wataweza kukutafuta na kukurejea ndani ya masaa 24 ya kazi na kuweza kupeleka kwenye hatua nyingine ya kukuwezesha wewe kupokea malipo moja kwa moja kupitia simu yako. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi sana ambayo unaweza kuitumia kuunganisha namba yako ya biashara ambayo ipo kwenye Ghala ili uweze kuwa inapokea malipo. Kwa hiyo hapo kisha maliza, manake ni kwamba hatua zingine kama za card, lakini pia na hatua za bank unakuwa tayari umeshazimaliza pia kuziunganisha na mfumo wa malipo wa Ghala. Kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ambayo unaweza kutumia kuunganisha payment service provider ambayo kwa sisi tumechagua leo Ghala na namba yako ya biashara ambayo watu ndio watakuwa wanatumia kuweza kutuma pesa, na wewe pia ndio utakuwa pia unaitumia kuweza kupokea pesa kutoka Ghala. Asante.